naandika barua naituma kwa mheshimiwa, naandika barua aisome mheshimiwa. Shoga yangu huyo. Bora nimekutana na wewe shoga yangu. Mambo? Poa, zatoka ile siku tumeonana mimi na wewe. Ni nzuri za siku hiyo. Nzuri ukiamua kupotea shoga yangu na unapotea. Na wewe uishi majambo. Mguu huu tena wapi? Ndugu yangu, unajua kabisa bado namtafuta mdogo wangu na tetesi zilizopo. Mdogo wangu bado yupo kwenye huu mtaa wetu wa Chapchap. Yupo hapa mtaani? Mbona hizo taarifa mimi sina? Sijajua, maana hizi skendo nilizosikia ni kwa chini chini. Basi sawa rafiki yangu. Pole kwa hilo. Tuachane na hayo shoga yangu. Kuna kubwa kuliko. Mimi huku nimeyachanganya mpaka sielewi. Umefanya nini tena? Maana nawe uishagi mambo. Si unamfahamu Aisha Kaoge? Aisha Kaoge huyu ambaye mtaa mzima wanamuogopa. Ndio. Kuna siku bwana nilikuwa naenda dukani pale. Si nikamwona Aisha Kaoge. Nikasema si Aisha Kaoge huyu. Bwana kumfuatilia nikaona anaingia guest. Nikasema huyu niko naye. Nikamfuatilia akaingia guest pale, akafanya mambo yake. Nikasema huyu si mke wa mtu huyu. Nikasema hapa silazi damu. Natoka hapa mguu wake mpaka kwa shemeji yangu nikamwambie. Hiyo siku nikamtafuta shemeji sikumpata. Nikasema hamna shida. Kuna siku tutakutana naye. Ndugu yangu nikakaa nalo hapa. Siku moja bwana naenda kwa kina Esther. Nikakutana na shemeji nikasema hapa. Nikamsimamisha shemeji. Nikamsalimia. Nilipomaliza kumsalimia pale nikamuelezea yote. Mwalimu Kado. Niambie. Za siku 2-3 hizi. Nzuri sana. Afu hizi siku 2 siji hapo shule. Naona kama umebadilika sasa hivi. Unaonekana kama mtu kweli. Kwani mimi ni nyani? Hapana. Mwalimu, mimi na habari njema bana. Ndani ya hizi siku 2-3 nitaondoka hapa. Nimepata uhamisho rafiki yangu. Hebu subiri kwanza. Wewe uhamisho ni wa heri kweli au umeshadobanga? Maana wewe sometime hata kuandaa tu mtihani ni mvivu. Hebu naomba unifafanulie kidogo niambie kwamba imekwaje. Yaani ni heri kabisa. Yaani mimi kulingana na baadhi ya shughuli zangu zingine na familia yangu nimeona nisogee. Okay. Nitoke karibu, yani nitoke mazingira haya. Sidhani kama utakuwa ukiniona tena. Okay. Sawa. Lakini nitaka niondoke, sijakwambia kitu. Unajua Mwalimu Kado, unajua wewe ni mwalimu mzuri sana. Ila tatizo lako ni kale katabia kako uache. Takuwa mbali na wewe lakini na hofu sana rafiki yangu, unaweza kaingia kwenye matatizo. Acha tabia yako ya kijinga hiyo. Nilivyomuelezea pale nikamwambia niahidi shemeji yangu hutaenda kumwambia mke wako, maana mke wako unamjua. Akasema shemeji yangu mimi siendi kumwambia chochote. Nikasema sawa. Ndugu yangu si tukaachana pale. Nilivyoachana naye pale nikasema ngoja niende zangu nyumbani. Bado sijafika nyumbani nikakutana na yule mlevi. Kukutana na yule mlevi si akanisimamisha. Nikasema huyu ulevi wake huyu uaga ananitaka. Nikasema ngoja tu nisimame kwa leo. Kusimama pale akaniambia bora nimekutana na wewe.
Aisha Kaoge huko kapigwa. Sasa kama kapigwa, mimi nanihusu nini? Ulimwambia nini mume wake? Nikasema nimeisha. Akasema yani Aisha Kaoge anakutafuta. Nikasema ananitafuta, una uhakika? Akasema anakutafuta tena tukiendelea kusimama hapa. Shogangu, na wewe umezidi huo mdomo wako. Kicho kufanya uende kumwambia mume wake ni nini? Hujui ungehatarisha ndoa yao. Shogangu, kwa hili usinihusishe. Na kingine, huyu Aisha Kaoge mtaa mzima wote huu tunamuogopa. Sasa huo mdomo wako ukutane naye unitaje mimi hapa, umenieleza masuala yenu. Sitaki umbea tena, kwa hili libebe mwenyewe na ujiangalie huo mdomo wako. Sasa mimi hapo nimekosea nini? Sababu si mimi nimesema ukweli. Sasa Aisha Kaoge mwenyewe huyo mimi simuogopi. Muogopeni nyie wenyewe, mimi simuogopi. Aje anikute hapa, simuogopi hata kidogo. Unajua, wakati najiandaa kuja kwenye huu mtaa wa Chapuchapu, niliambia kuwa nitakutana na watu wenye tabia tofauti tofauti. Wakiwemo waongo, wajinga, wambea kama wewe ni mbea sana wewe. Tena wewe umbea wako huu ni kama akina Ashura, Harima, akina Vanessa. Hivyo mzee, una shida gani lakini? Unajua Mwalimu Kado, mimi nimekuwa mshauri wako sana juu ya mambo yako. Unaona kama nakufuatilia maisha yako. Tabia yako sio nzuri. Yaani hata kama naondoka nitakwambia tu, hako katabia sio kazuri. Sawa, lakini ungeenda tu, hata usingeniaga. Maana ukiniaga mimi napata faida gani? Maana mimi na wewe tuendani. Unaona? Alafu kingine, nataka nikushauri kitu kimoja. Unapoenda huko inabidi ukabadilisha tabia yako. Maana wewe sometimes unaweza kumpenda mtu lakini ukaogopa kumwambia, Kwa nataka nikufundishe namna kuishi na mtu unayempenda. Unapompenda mtu, naomba umwambie ukweli, Sio unabaki tu mogetu na umia kwamba I love someone lakini hujamwambia. Mwambie ukweli, Alafu kitu kingine sasa, unapoenda huko kaiondoe hiyo tabia yako. Maana wewe ni mbea. Unajua mbea? Wewe ni mbea. Sasa ukienenda na wewe umbea wako huko, utakufa vibaya mzee. Yaani utakufa vibaya wewe. Anapovaa tazani msabato. Nikaangalie kwanza. Pumbavu. Mume wangu, kumbe upo huku. Wewe umejuaje kama mimi nipo huku? Kabla sijatoka stendi, nimewaza kwamba nianzie huku site, nije nione kwamba tumefikia wapi na swala la ujenzi. Sio kweli. Siamini kama na Roho Mtakatifu anayekuongoza kwamba mume wako yuko wapi. Bana. Kwanza unajua nini? Nimekuumisi mwenzio. Okay, sawa. Umechoka kukaa huko ulikotoka? Mume wangu achana nayo bana. Si unajua nilikuwa nyumbani. Tuanze tu basi nyumbani.
Nyumbani? Mimi naenda kazini mama. Nimekuja nakagua mjengo wangu hapa niondoke niende kazini. Mume wangu bana, nimekumisi. Asante. Bana, mambo gani sasa hayo? Twende basi nyumbani. Nitakukuta nyumbani. Hapa ni nyumbani kwani? Kidogo tu tunaenda afu narudi. Kwani kuna shida jamani mume wangu? Una wasiwasi na mimi? Basi bani, siwe kesi. Kwa hiyo Mati, umelizia kabisa kuondoka? Ndio. Ni bora tuende nyumbani, na hisi tu mama atakuwa ananitafuta. Jamani, mimi nitegemea kwamba leo tungekesha pamoja tukafaidi dunia, eh? Hapana bwana, siku nyingine. Lakini nimeenjoy sana kuwa na wewe. Kiukweli mimi nimefurahi zaidi ya wewe. Kweli? Ya, maana hii siku nilikuwa naitamani sana. Nimetumia nguvu nyingi kukutafuta. Kwa hiyo nimefurahi sana. Mimi pia hivyo hivyo. Lakini mbona umenisumbua sana? Kado bwana, mimi nilikuwa nakupima tu imani. Si unajua tena mambo mazuri yanahitaji haraka. Jamani, kwa hiyo unanisumbua kote huko, nimetumia nguvu nyingi, eh? Kuna watu paka nilikuwa lazima kupigana nao kwa sababu yako. Kumbe uko unanichola tu. Lakini sio mbaya kwa sababu ukitaka kumpima mtu lazima apitie mzunguko kidogo, sivyo? Nashukuru sana. Basi naomba nikuruhusu tuende nyumbani. Maana nikisema nikuzuia na leo inaweza kaleta shida baadaye, si unajua? Lakini nakumbuka siku ile kuja umevaa nguo za shule. Sasa ukienda hivi si inaweza kaleta shida? Hapana bwana, haina shida. Mama nitamwambia niko kwa mama mdogo. Kwa hiyo kuhusu hilo, kwa na amani kabisa. Unaweza kali afford ile eti? Basi sawa, mimi nashukuru sana. Haya, bye. Wengine nikikutafuta usisite kuja, sawa? Huyu Mati ameniteza sana huyu.